Yesu, naomba tupungiane mikono. Wakati huo niweze kukuomba uweze kusimama mahali ulipo, alafu tutapenda kumwomba Mungu kwa ajili ya kuhubiri ili apate kuendelea. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu ambaye unatupenda, ambaye umetupa tena fursa ya kuwepo mahali hapa kwa ajili ya kulitangaza jina lako. Wewe Bwana ambao umesema katika maneno yako kwamba upendi mtu yeyote apotee, bali unapenda watu wote wafikirie toba ili waje kwako wewe Bwana. Na sasa tunapenda kuleta mkutano huu mikononi mwako Bwana, ambapo mtume wako anapenda kusimama na kuleta neno lako Bwana. Naomba ukapate kumtumia kama chombo, ili umati huu uliopo mahali hapa usitoke kama ulivyokuja, bali upokee neno la uzima ambalo umelikusudia kwa ajili yao. Na mweka mikononi mwako mtume wako, mpake mafuta na mtumie kama chombo, ili kuyanena yale ambayo umekusudia watoto wako wayasikie. Ni katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu nimeomba, amen. Hebu tumpe tena Bwana makofi na dhabihu na shukrani wakati mhubiri anakuja kuchukua nafasi yake. Karibu sana mhubiri, Bwana akubariki. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Makutano, haleluya. Wangapi tunayo furaha leo? Amen, amen. Basi Mungu wa mbinguni akubariki. Nichukue nafasi tena kumshukuru Mungu wa mbinguni aliyetuwezesha. Tumeanza mkutano wetu siku ya jana na leo ni siku yetu ya pili. Mungu wa mbinguni wabariki sana. Wachungaji wote natambua uwepo wenu, pamoja na makutano wote mliohudhuria hapa natambua uwepo wenu. Basi kabla sijaweza kuendelea na chochote, niweze kumuomba Mungu. Baba Mungu uliye mbinguni, Mungu wa neema, tunakubariki tena jioni ya leo ambayo Bwana umetukubali tuwepo katika viwanja hivi, unalo kusudi katika viwanja hivi. Na Yesu ukajidhihirishe, uwepo wako wa Roho Mtakatifu ukawepo katikati yetu, tukinyamazisha nguvu zote za yule mwovu katika jina la Yesu. Uwepo wako katawala, nimeomba na kuamini. Na makutano tuseme amen. Piga kelele kwa Yesu tena, sema amen. Hizo hazitoshi. Tunao wale wenzetu ambao wale wanashabikiaga wengine mipira, wengine wanashabikia mambo mbalimbali, lakini Yesu ni zaidi ya hayo yote. Huyu ni Yesu aliyekufa kwa ajili yako. Huyu ni Yesu ambaye amekufanya wewe leo uwepo. Huyo ndiye ninayetaka kuzisema habari zake. Hizo kelele bado hazijasikiwa. Wapi kelele kwa Yesu? Wapi shangwe kwa Yesu? Wapi shangwe kwa Yesu? Yesu, 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 Yesu. Yesu. Yes. Ninajisikia vizuri sana ninaposema habari hizi za Yesu. Basi ninakwenda kusoma Biblia katika kitabu kile cha Mathayo. Usiogope, hatuchelewi. Nisikilize ndani ya dakika chache tu. Liko jambo linatokea kwenye uwanja huu. Kiko kitu cha tofauti Mungu anakifanya tena jioni ya leo, ndani ya dakika chache. Kitabu ni cha Mathayo sura ile ya 10 kuanzia mstari ule wa 7. Anasema, na katika kuenenda kwenu hulilini Injili, mkisema ufalme wa mbinguni umekaribia. Ponyeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo. Mmepata bure,
neno la Bwana. Kila mwenye pumzi na aseme amen. Kwa hiyo tunatazama kauli ambapo jioni leo nataka nizungumzie kichwa kinachosema ufalme wa Mungu umekaribia. Mwambie jirani yako, ufalme wa Mungu umekaribia. Nataka nizungumzie kidogo jioni leo kwa habari ya ufalme. Tunaona haya ni maneno ya Yesu, anawaita wanafunzi wake alafu anawatuma kazi. Kama sisi jioni leo hapa tulipo tumetumwa kazi, tumetumwa kazi. Hatuwezi kunyamaza, hatuwezi kutulia, mioyo yetu imejaa. Hatuwezi kunyamaza. Watanzania wanapotea, wanawake wanapotea, wanaume wanapotea. Hatuwezi kunyamaza. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Sasa Yesu amewaita wanafunzi wake alafu akawatuma kazi. Mwambie jirani yako, akawatuma kazi. Akawaambia, na katika kuenenda kwenu hubirini nchi, ufalme wa Mungu umefanya nini? Ufalme wa Mungu umekaribia. Na hii ndio injili ambayo watu wengi leo wameiacha hii injili ya ufalme wa Mungu, wameenda na mambo yao, wanahubiria mambo mengine, wameacha ufalme mbinguni. Lakini sikiliza nikwambie tena leo, ufalme mbinguni umekaribia. Na nisiseme tu umekaribia, ufalme wa Mungu uko hapa leo. Ufalme wa Mungu uko katikati ya viwanja hivi. Ufalme wa Mungu uko hapa jioni ya leo. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Na kama ufalme wa Mungu umekaribia, ni kitu gani ambacho kinatakiwa kifanyike? Kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia. Sikiliza nikwambie, unatakiwa kutubu, unatakiwa kugeuka, unatakiwa kubadilika, ili ufalme wa Mungu uingie ndani yako, uingie ndani yako. Yesu akiwa ndani yako, wewe uko salama. Aya. Ninaikubali, inasema Mungu kwanza na ufalme wa Mungu kwanza. Watu tumedili na miujiza, tumedili na kutafuta maajabu, tunatafuta miujiza. Unaenda mahali maombi na maombezi kutafuta miujiza, wanapanda mpaka juu ya mgongo wako, wanakunywesha mafuta. Hata ukiambiwa unywe maji ya sabuni uko tayari. Tuko pamoja. Watu wamedili na mambo mengine, wameacha injili ya ufalme. Nisikilizeni niwaambie, wanaitenda wenzangu, wanakarada wenzangu, ufalme wa Mungu uko katikati ya viwanja hivi. Ni wewe tu ukiamua kugeuka, ukiamua kubadilika. Yuko tayari Yesu, yuko tayari Yesu kubadilisha historia ya maisha yako. Kwa hiyo tunakubaliana kwa mstari huu kwamba Yesu ametutuma kazi, na kazi ya kwanza ni ufalme. Tunakubaliana ni ufalme wa Mungu, mengine anafuata. Alafu kinisomea mstari unaofuata, sikia nikwambie, anasema pozeni wagonjwa. Hiyo ni ya pili. Kuna maelezo yametolewa: fufueni wafu, takaseni wenye ukoma.
Jamani, wenye ukoma walikuwa ni watu waliotengwa. Wenye ukoma walikaa mbali, hawakuchangamana na watu ambao hawana ukoma, wao walikaa mbali. Sikiliza nikwambie, mwenye ukoma ni mfano wa mwenye dhambi, uko mbali na Mungu. Sikiliza nikwambie, ukoma unawakilisha dhambi, uko mbali na Mungu, umeenda mbali na Mungu. Sikiliza nikwambie, Yesu ametutuma kazi, Yesu ametutuma kazi. Ni lazima ugeuke, ni lazima ubadilike, ni lazima ukubali kumpa Yesu maisha yako. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Haleluya, haleluya. Yote kwa Yesu yanawezekana. Jambo la kwanza ambalo nataka nikusihi jioni ya leo, kubali kumpa Yesu maisha. Ufalme wa Mungu kwanza. Kupona utapona, sio shughuli, ni jambo dogo sana. Mali na kuhakikishia, wenye ukoma walitengwa mbali. Nimesema ni mfano wenye dhambi. Wako watu wengine wametengwa mbali na jamii kwa sababu ya matendo yao. Jamii imewakataa, wazazi wako wamekukataa, lakini Yesu anakukubali hivyo ulivyo, anakupenda. Haijalishi umefanya dhambi gani. Nimewaambia toka jana, sina injili ya kusema mchawi uuawe, sina. Shauku yangu ugeuke, ubadilike kwa jina la Yesu hai. Wengine wanasema labda kama nasema hivyo anaogopa wachawi. Wewe mchawi, wewe mchawi hauogopi. Unaonywa kwa jina la Bwana wa majeshi. Kubali kubadilika. Watu wamekutenga, wengine wanakunyoshea vidole kila unapopita kwa sababu ya tabia zako, lakini jioni leo ninayo habari njema, ninayo habari njema juu yako. Wewe kahaba unayejiona umeshindikana, Yesu anakupenda, Yesu anakupenda. Waganga wa kienyeji, Yesu anawapenda. Wazinzi, Yesu anawapenda. Sisemi anawapenda muendelee na uzinzi. Come on. Nasema Yesu anawapenda, mgeuke mwachane na dhambi. Yesu, sikiliza nikwambie, Yesu ni Mungu 100%. Na alikuwa mwanadamu 100%. Najaribu kutafakari wakati anasema maneno hayo, kuna mambo ambayo alijua tu lazima yatajitokeza. Alijua yatajitokeza, na kweli yamejitokeza. Wameingia makapeli kwenye injili, yameingia mapanjanja, yameingia majambazi, yanatoza watu fedha ili wapewe huduma za maombezi. Yesu alilijua, akawatuma kazi wanaume, akawaambia mmepewa bure, toeni bure. Na jioni ya leo tunatoa bure kwenye viwanja hivi, tunatoa bure wokovu, tunatoa bure uzima, tunatoa bure. Kwani mimi naweza nikamponya mtu? Mimi siwezi kukuponya, wala siwezi kukufanya uache dhambi. Tumeelewana ndugu wananchi? Tumeelewana? Siwezi kukufanya upone, lakini Yesu anayo majibu juu ya maswali yako uliojiuliza kwa muda mrefu, uliolia kwa muda mrefu. Anayo majibu. Sikiliza nikwambie, hayo mengine yote ni ya ziada. Watu umepotea. Biblia yangu inaniambia mtaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Afya iko kwa Bwana, inapatikana
na jioni leo katika viwanja hivi inapatikana afya, unapatikana uponyaji, uko upako katikati ya viwanja hivi. Wanaingia matapeli, unaombewa. Yaani unaona mmoja anaombea anapanda juu ya migongo ya watu hivi, mwingine amekata fimbo namna hii. Unapokuja kuombewa na shika kile kiboko, ni kiboko. Sikia nikwambie wewe, tumetumwa kazi. Hatuwezi kukubali wanakalote kupotea, hatuwezi kukubali wanambea Watanzania wakapotea, wakati tunaijua kweli itakayo kuweka huru. Alafu tumeambiwa tumepewa bure tutoe nini? Tumeambiwa tumepewa bure tutoe. Wengine wanasema vya bure si bure. Sisi vya bure si bure kiediki. Lakini Yesu yeye ametoa bure na amesema tutoe bure. Alafu sikiliza nikwambie, unajua ukikaa kama hivi nje unaweza usielewe. Sisi ni washirika wa kanisa la HCC. Hapa ndani tulipo pana kanisa. Lakini ukiwa hivi kama nje unaweza usielewe, ukajua tu ni wachungaji tu wanaingia wanatoka. Na washirika hao mmoja wapo si mimi hapa. Tuko ndani. Alafu hiyo huduma ya maombi na maombezi ni bure. Alafu sikiliza nikuambie sasa. Unajua tunapatikana muda gani? Tuko online masaa 24. Yaani hakuna anakuja na changamoto anarudi na changamoto. Sikieni injili ya ufalme, ninawatangazia Yesu mwenye majibu, Yesu mwenye wokovu, Yesu mponyaji. Anaweza. Sikiliza nikwambie. Alafu sio story tu, tunaongea vitu ambavyo tumeviona kwa macho na vingine tumevisikia. Nilikuwa naomba na dada mmoja, ni mama, nimekaa nimetulia sehemu moja, akaja ndugu mmoja analia, akaniambia bwana twende ukamwombee ndugu yangu anasumbuliwa. Nilikuwa nimekaa tu nimetulia pale ninapofanya kazi yangu ofisini, wengine wanapofahamu. Wakati nimekaa nimetulia pale, akaja nje, nikaongozana naye kwenda naye. Amezunguka hospitali, imeshindikana. Ameenda kwa waganga, imeshindikana. Alafu sikiliza nikwambie, wakipima vipimo, wakicheki, wanaona hakuna kitu. Lakini jioni leo yuko Yesu anayeona kila kitu. Alafu sikiliza nikwambie, hakuna tatizo ambalo halitaisikia sauti ya Mungu. Kila tatizo linaisikia sauti ya Mungu. Kama Yesu aliwaambia kumti na mti ukakauka, sikiliza nikwambie, hata visengano wao vinaisikia sauti ya Mungu. Na jioni leo katika viwanja hivi kote nimezunguka, inawezekana haujaona vipimo, inawezekana haujaona vipimo. Yuko Yesu anaona kila mahali, anaona kila tatizo. Nikamkadiria yule dada, sikiliza ndugu yangu nikwambie, ukiwa hauna Yesu watakuonea wewe, ukiwa hauna Yesu watakunyanyasa wewe. Sikiliza nikwambie, yule dada ameota ni majipu mwili wote, amepigwa ni majipu mwili wote. Wakicheki tatizo haliwezekani. Tuliotumwa kazi na Yesu kwamba tumepewa bure na tutoe bure.
nikamwambia tu, dada, mkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wako. Alikosema niko tayari, fuatisha tu maneno haya. Yani simple, yani rahisi. Akafuatisha tu yale maneno, kuweka mikono juu yake, ni pepo linachomoka. Kumbe ametupiwa za kutupiwa. Nakuambia alikuwa amesimamishwa kazi na akarudi kazini. Yuko Yesu, yuko Yesu. Unapambana mwenyewe, unahangaika mwenyewe, hautaweza. Hiyo nimeiona kwa macho yangu. Nikakutana na dada mwingine ambaye ana ndoa yake inamsumbua. Ana ndoa yake inamsumbua. Amezunguka kwa waganga wa kila aina, lakini bado tatizo limesimama. Nilipokutana naye aliponielekeza, nikajisikia uchungu sana. Yule dada analia, anasema nimeenda kwa mganga, nadhani hapa ni mwisho, imetosha. Sikiliza na wewe, itoshe jioni ya leo kuhangaika, itoshe jioni ya leo kuzunguka, itoshe jioni ya leo, itoshe. Akasema inatosha. Na mimi nikasema kwa maana hii, kama umekubali inatosha, inatosha. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Kuna mambo ambayo mnayafanya kwa waganga wa kienyeji, hata waumezani nyumbani hawajui, mama yako hajui, baba yako hajui. Anatia huruma, anasema mwili wote huo nimechanjwa chale, lakini sijaona matokeo. Baba anatamani atoe nguo akuonyesha alivyochanjwa chale. Wewe wapi huko? Sikiliza nikwambie, yuko mganga wa waganga aliyetutuma kazi, aliyetuambia imepewa bure, itoe bure, wokovu ni bure, msamaha ni bure. Alafu sikiliza nikwambie, tunasikilizana. Ngoja niwaambie, hakuna mtu ambaye yuko mbali na rehema za Mungu. Hakuna tatizo, hakuna dhambi yoyote kubwa uliyolifanya kana kwamba Mungu hawezi kukusamehe. Anasamehe jioni ya leo, anakusamehe kule, anakuponya jioni ya leo, anakuponya kule, anakutetea jioni ya leo, anakutetea kule. Haleluya, haleluya. Ukiwa huna Yesu utahangaika. Vishida vidogo tu. Tuliomwamini Yesu sisi, hatuna jina jingine liwezalo kutuokoa isipokuwa ni jina la Yesu tu. Ndilo linalotupigania. Unatuona tuko salama, unatuona kwenye viwanja hivi, tunao ujasiri wa kukwambia mchawi geuka, tunao ujasiri wa kukwambia mganga geuka, kwa sababu jeuri yetu ni Yesu. Asingekuwa Yesu, isingekuwa hivi. Sikiliza nikwambie, jioni ya leo, inawezekana umeonewa, inawezekana umenyanyaswa. Nataka nikupe mbabe, nataka nikupe mbabe. Mbabe ni Yesu, mbabe ni Yesu. Akiingia kwenye maisha yako, magonjwa yanaondoka. Akiingia kwenye maisha yako, unakuwa salama. Simama mahali ulipo, ndio imeisha. Sogea katika madhabahu hii, tusogee tuweze kuomba Mungu kwa pamoja. Yuko Yesu anakwenda kufanya jambo. Yuko Yesu jioni ya leo katika viwanja hivi. Liko jambo linatokea, liko jambo linatokea, liko jambo linatokea, liko jambo linatokea, liko jambo linatokea. Muujiza wako ni bure, msamaha wako ni bure. Yuko
Yesu, ni kwa Yesu. Sogea mtu wa Mungu, wote pamoja na washirika, wote pamoja na wanakwaya, njoni tu, sogea tu, na wachungaji nisaidieni huduma hiyo. Yuko Yesu katika viwanja hivi, anafanya jambo, anafanya jambo, anafanya jambo, anafanya jambo. Jioni leo, jioni leo, uko muujiza wako, uko muujiza wako, uko muujiza wako. Yale yaliyoshindikana yanawezekana tena, yale yaliyoshindikana yanawezekana tena, yale uliyoibiwa kwenye maisha yako yanawezekana tena. Sikiliza nikwambie, inawezekana ni biashara yako. Umepanga mandazi, unafikiri umepanga mandazi, hauzi asubuhi hata jioni, kumbe wenzako wamekubadilishia. Wewe umepanga mawe na sio mandazi. Maisha yamekuwa magumu. Mwalike Yesu jemele. Yuko katikati ya viwanja hivi, yuko katikati ya viwanja hivi. Naomba sogeni tu mama zangu, sogeni tu, sogeni tu. Yuko Yesu, yuko Yesu. Mwanaume wa wanaume, mwanaume wa wanaume, mfalme wa wafalme, aliyetutuma, aliyetuambia ametupa kule na tutoe kule. Yuko katikati ya viwanja hivi, mfalme wake uko katikati ya viwanja hivi. Ninaiona nguvu, ninaiona nguvu. Sogea tu, sogea, sogea tu, sogea. Iko nguvu ya Yesu, uko upako, uko upako. Unatembea katika viwanja hivi, hakuna pepo kustahimili, hakuna chini kustahimili, hakuna uchawi kustahimili. Yuko Yesu, yuko Yesu, yuko Yesu, yuko Yesu, yuko Yesu, yuko Yesu. Ninauona upako, ninauona upako. Hakuna ugonjwa utakaosimama, hakuna tatizo litakalosimama, hakuna tatizo litakalosimama. Ninairuhusu hiyo nguvu, ninairuhusu hiyo nguvu, ninairuhusu hiyo nguvu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hebu niseme kwa dakika chache, wewe ambaye unasema mhubiri, nimekusikia, maisha yangu bila Yesu siwezi. Ni kweli nimeonewa, ni kweli nimenyanyaswa, ni kweli nimeteseka. Nimesikia habari njema za mfalme, na unasema uko tayari kumpa Yesu maisha jioni ya leo. Unaweza kuinua mkono wako, tunakuombea hapo hapo ulipo, hapo hapo ulipo. Inua tu mkono wako, inua tu mkono wako. Asante mnaoinua mikono, asante mnaoinua mikono, asante mnaoinua mikono. Iko nguvu ya Bwana, uko uweza wa Bwana, uko uweza wa Bwana. Unasema nimesikia habari za mfalme, niko tayari kuokoka. Inua mkono wako tu juu. Iko nguvu na kuhudumia, uko uweza unakuhudumia mpatamo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Inua tu mkono wako, inua mkono wako, inua tu mkono wako, inua mkono wako. Iko nguvu, iko nguvu, iko nguvu, iko nguvu, iko nguvu. Yesu anakuhudumia, Yesu anakuhudumia, Yesu anakuhudumia. Watumishi wa Bwana, wachungaji, nisaidieni sasa. Sogea nao mbele hapo. Alafu walimu wa watoto, ninawaomba watoto na nyie, nina maombezi maalum na nyie. Msogee mkae kipande hiki hapa. Watoto mkae kwa upande hapa. Na nyie tunawaita, tunawaombea kwa sababu yenu. Ninaomba wale kwanza wanaosema kweli, mimi namtaka Yesu, ninamtaka Yesu, ninamtaka Yesu, ninamtaka Yesu. Rabosaka. Asante, 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 asante. Inawezekana bado Mungu aliyebakia unajishauri kwamba nikifika mbele watanionaje. Hakuna wa kukushangaa, ni wewe na Yesu wako, ni wewe na Mungu wako. Sikuzi nisaidia mtu walimu watoto. Watulia hapa, watulia. Yes, Tulia hapa, tulia hapa. Hakuna anayeondoka na ugonjwa leo. Nimewambia tumepewa bure, tunatoa bure. Ninaiona nguvu ya uponyaji,
Ninaona uwezo wa Mungu tena leo. Wewe subiri tu, hakuna changamoto unaondoka nayo. Ni ambao umefika mbele hapa, ambao mko tayari kuokoka, msikilizeni, mfuatishe maneno haya. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, nakuja mbele zako, nakuja mbele zako. mimi mwenye dhambi, Mimi ni mwenye dhambi. naomba unisamehe, Naomba unisamehe. naomba unirehemu, naomba unitakase. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu, andika jina langu katika kitabu cha uzima. Ninakubali leo ya kuwa uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Sikia nikuombee ndani ya dakika moja. Wachungaji nitawaelekeza mweke mikono juu yao hao. Ngoja niombe kwanza. Baba, katika jina la Yesu, Mungu mwenye nguvu, mwenye uweza, ishara na maajabu katika viwanja hivi, ninakuita Yesu. Wamekubali, 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 wamekiri. Haya, wachungaji, weka mikono juu yao, weka mikono juu yao sasa, weka mikono juu yao sasa, weka mikono juu yao sasa. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, ipende ufanye Yesu, Mungu wa Yesu, Mungu waweza na uruhusu, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Pokea muujiza wako, pokea muujiza wako, pokea muujiza wako, pokea muujiza wako, pokea muujiza wako. Ninaruhusu uweza katika viwanja mpaka nyumba kote kote. Ninaruhusu nguvu, ninaruhusu nguvu, ninaruhusu nguvu. Achia pondo wake, achia pondo wake, achia pondo wake, achia pondo wake. Achia Yesu wake, achia yake, achia Yesu. Popote ulipo, shepo hauwezi kuhimili, shepo hauwezi kuhimili. Huwezi kuhimili. Haya, fire. Wachungaji, kaa mbele yao. Wachungaji, kaa mbele yako. Kaa mbele ya mtu. Kaa mbele ya mtu. Mwanamke, kaa nyumba yako. Weka mikono juu yako. Kaa ukafuatia Yesu. Ya kando. Yuko ambaye ana tatizo limesimama kwa muda mrefu, ni zamu yako. Sogea mbele hapa, ambaye una tatizo, una ugonjwa ulioshindikana muhimili, ulioshindikana rufaa, ulioshindikana meta. Yuko Yesu. Wewe simama tu hapa, wewe simama tu hapa. Ambao wana ugonjwa, wagonjwa na wenye changamoto, hatuchoki kuomba, hatuchoki kuomba. Sikia, nisaidieni wahudumu, huyo mwekeni mkono. Hawa wengine ambao wamempa Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, waende huko. Wakati huo tunaita wagonjwa, simama hapa. Wagonjwa wote na wenye shida mbalimbali. Yes, wagonjwa wenye shida mbalimbali sogea hapa. Walio wakati sogea hapa, sogea hapa. Sogea hapa. Sogea hapa. Wagonjwa wote na wenye shida mbalimbali wale hapa. Sogea hapa, wagonjwa wote sogea hapa.
kionea humo una tatizo lolote la kifamilia, asogea hapa. Hebu nisikilize. Ni shauku yangu jioni ya leo asiondoke mtu na mateso. Kama nilivyosema, ufalme wa Mungu kwanza, na Yesu ametutuma kazi ya Injili. Na jioni ya leo amenituma kwako. Sogea hapa, bado yuko mtu amesalia anayemhitaji Yesu. Bado amesalia, bado amesalia anayehitaji huduma ya maombi na maombezi. Wewe sogea tu hapa, hata tutakapoendelea kufanya maombi na maombezi juu yao, hawa wanafunguliwa, hawa wanafunguliwa. Hebu nisikilize wachungaji, nisikilizeni kwanza, usiweke mkono juu yake, nisikilizeni kwanza. Na kwenda kuomba kwa ajili yao, nitakwambia mchungaji weka mkono katika jina la Yesu. Iko nguvu, iko nguvu, uko uwezo, uko uwezo. Ninaruhusu juu yako, ninaruhusu juu yako. Uliyeteseka kwa muda mrefu, uliyehangaika kwa muda mrefu, yuko Yesu jioni leo aliyetutuma. Amesema wekeni mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Nasi tunalitimiza jioni ya leo. Tunaweka mikono Yesu, uko kati yetu. Tunaweka mikono Yesu. Unayaona machozi ya mama huyu, unayaona machozi ya mama huyu, unayaona machozi ya baba huyu. Ukasako haya, weka mikono juu yao, bandika mikono juu yao. Fire kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninairuhusu nguvu, ninairuhusu nguvu. Upako, 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 upako. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Iko nguvu, iko nguvu juu ya tatizo lako, iko nguvu juu ya shida yako. Yuko Yesu mwenye nguvu juu ya shida zote, mwenye nguvu juu ya changamoto zako. Ninamruhusu Yesu, ninamruhusu Yesu anakuponya bure. Anakuponya bure, anakuponya bure. Anakuponya bure, anakuponya bure, anakuponya bure, anakuponya bure, anakuponya bure, anakuponya bure, anakuponya bure. Hakuna tatizo ambalo halitaisaidia sauti ya Mungu, sauti ya Mungu. Hakuna tatizo lisilosikia sauti ya Mungu. Upako, upako kwa jina la Yesu. Pokea muujiza wako. Hakuna kansa, hakuna presha, magonjwa ya presha, magonjwa ya kirefu, magonjwa ya presha. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninairuhusu nguvu, ninairuhusu nguvu kati ya viwanja hivi, kati ya viwanja hivi, kati ya viwanja hivi. Hakuna ugonjwa, 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 hakuna ugonjwa. Hakuna ugonjwa usimama. Muujiza wako, muujiza wako, muujiza wako ni leo. Operesheni mzima, muujiza wako ni leo, muujiza wako ni leo. Umezungumza vya kutosha, inatosha sana. Pokea, 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 pokea mwanamke, pokea mwanaume, pokea mwanaume, pokea mwanamke, pokea mwanamke. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea majibu, pokea majibu, pokea majibu, pokea majibu. Inaruhusu moto, moto yanatoka hayo. Inaruhusu moto, 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 moto. Haya, nenda, 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 nenda. Yuko mtu anafunguliwa, yuko mtu anawekwa huru sahihi, yuko mtu anaachiliwa huru,
yuko mtu anaachiliwa, yuko mtu anaachiliwa katika viwanja hivi. Pepo zinachomoka katika viwanja hivi, pepo zinachomoka. Hakuna uchawi utakaosimama juu yako. Jioni ya leo unachomoka, chomoka, 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 chomoka kwa jina la Yesu, chomoka kwa jina la Yesu. Pokea majibu yako, pokea majibu yako, pokea msaada, pokea msaada mtokao kwa Bwana. Receive kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu. Hapo mbinguni kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu zinashuka, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, achia mwili wake, achia mwili wake, achia mwili wake, achia mwili wake, achia mwili wake. Uzima upenda kuanzia sasa, mateso yamekwisha. Pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima katika jina la Yesu. Makutano, tumshangilie Yesu kwa makofi mengi. Liko jambo Mungu amelifanya kwenye maisha yako. Basi wakati wa sasa niweze kumkaribisha mchungaji aweze kuendelea na utaratibu na kutuhitimishia.